kuunga mkono. Asante Mkurugenzi Nyaonge na wengine wote ambao mko hapa. Mungu awabariki kwa kazi. Sasa tulikuwa tukizungumzia publishing. Publishing, wewe unasema kaka, alafu unasema ndani ya kitabu moto bila moshi. Publishing ndani ya kitabu moto bila moshi. Hebu tuseme kidogo kabisa. Kwa nini tunasema kaka? Kwa sababu katika kanisa hili wale ambao wamesoma historia, hakuna idara ambayo ilianzishwa kabla ya publishing. Mwaka 1848 idara hii ndipo ilipotambuliwa kwenye hili kanisa. Na kwa sababu hiyo ndio maana tusema kaka, alafu nasema unaposema kitabu kifungua kinasema lakini kifungua kuna ujumbe wa wokovu. Sasa tunaisema publishing kaka, tunasema ndani ya kitabu moto bila moshi. Sasa tunakuja na nyingine tena, integrated formation. Kwanza napenda kuwashukuru watumishi wa Mungu ambao wamepita na vipindi vilivyotolewa. Mkurugenzi wetu Mchungaji Elias Joseph Misungwi, mkurugenzi wetu wa uchapishaji na roho ya unabii katika union yetu. Lakini tunamshukuru Mungu kwa kipindi kilichopita ambacho kimetolewa na mhazini wetu Elda Samueli Idama. Nimegundua hapa mtakuwa mnaandika majina nusu. Kama mimi mtaandika Chengula. Mimi ni Joseph Chengula. Haleluya. Jina liwe fulu. Kwa jina mimi ukifungua kwenye mtandao utaona kina Joseph wengi sana. Lakini mimi naitwa Joseph Jackson Chengula. Hatuwezi kufanana majina yote. Hatuwezi. Tutafanana labda majina mengine, lakini mengine hatutafanana. Sasa nikisema huduma za uchapishaji union yetu ya kusini mwa Tanzania, sauti moja 27, utume kwa wote. Ninyi mnasema tutachapisha vitabu, tutajikita katika kusoma vitabu, tutasambaza vitabu, tutagawa vitabu bure. Yesu anakuja. Wengine naona mnaniangalia tu. Utasimama peke yako useme hiyo niliyoisema. Huduma za uchapishaji union yetu ya kusini mwa Tanzania STU, sauti moja 27, utume kwa wote. Ninyi mnasema tutachapisha vitabu, tutajikita katika kusoma vitabu, tutasambaza vitabu, tutagawa vitabu bure. Yesu anakuja. Tunaposema tutasambaza vitabu ndio wainjilisti wa vitabu. Kwa sababu tunazungumzia kufungamana katika utume. Tutagawa vitabu bure. Hata pale tulipolala tumeacha vitabu, watu wanaendelea kubarikiwa wanasoma. Lakini Yesu hawezi kuja mpaka wengi wamefikiwa. Kwa hiyo ninarudia tena ili tusikosee. Nikisema huduma za uchapishaji union yetu ya kusini mwa Tanzania, sauti moja 27, utume kwa wote. Ninyi mnasema tutachapisha vitabu, tutajikita. Usipeleke vitabu kama wewe mwenyewe usome. Tutajikita katika kusoma vitabu, tutasambaza vitabu, tutagawa vitabu bure. Yesu anakuja. Unasimama. Hebu tuseme sasa hiyo kwa sauti kabisa iliyonyoka vizuri. Huduma za uchapishaji union yetu ya kusini mwa Tanzania, sauti moja 27, utume kwa wote. Tutachapisha vitabu, tutajikita katika kusoma vitabu, tutagawa vitabu bure. Asante sana. Tutaona baadaye kama mnaendelea kuiweza. Lakini naomba nizungumzie kidogo habari ya
vita vya ukombozi na mwanadamu ilianzishwa naye Yesu Mwokozi. Pale msalabani alilia sana, damu yake na maji vilitiririka. Yesu alishinda vita. Tusimama katika ukingo wa mto, pale tunapoona njia. Tusimama katika ukingo wa mto, pale tunapoona njia. Vita vya ukombozi walivipokea wanafunzi wa Yesu na walipigana, walifanya kazi kwa hali na mali, walipiga vita na kumwaga damu, walishinda kwa imani. Vita vya ukombozi walivipokea wanafunzi wa Yesu na walipigana, walifanya kazi kwa hali na mali, walipiga vita na kumwaga damu, walishinda kwa imani. Wasimama katika ukingo wa mto, pale tunapoona njia. Wasimama katika ukingo wa mto, pale tunapoona njia. Vita vya ukombozi vinaendelea kati yako na mimi, nikusubiri tukamilishe kazi kwa hali na mali, japo tumwage damu na kumewa. Yesu atatushindia. Vita vya ukombozi vinaendelea kati yako na mimi, nikusubiri tukamilishe kazi kwa hali na mali, japo tumwage damu na kumewa. Yesu atatushindia. Tusimama katika ukingo wa mto, pale tunapoona njia. Tusimama katika ukingo wa mto, pale tunapoona njia. Hatuwezi kuvuka ng'ambo ya mkakati wa Injili mpaka tumalize. Hatuwezi kuvuka ng'ambo ya mkakati wa Injili mpaka tumalize. Hatuwezi kuvuka ng'ambo ya mkakati wa Injili mpaka tumalize. Hatuwezi kuvuka ng'ambo ya mkakati wa Injili mpaka tumalize. Hatuwezi kuvuka ng'ambo ya mkakati wa Injili mpaka tumalize. Hatuwezi kuvuka ng'ambo ya mkakati wa Injili mpaka tumalize. Wasimame wote. Kanda ya Ifakara. Amina. Bwana atukuzwe. Pungeni mikono. Hao ndio wainjilisti wa kanda ya Ifakara ambao ndio wenyeji wetu. Mungu awabariki. Ketini. Kanda hii kwa sasa
Kaina EPD, tunaye ABC wa kanda ya Mahenge. Philip Ezekiel ndiye anayekaimu kwa sasa. Naomba punge mkono, nadhani yupo kwa majukumu fulani, tutamuona hapo baadaye. Lakini niombe ABC anayesimamia kanda ya Marini, naomba simame. Hajafika. Kanda ya Marini anaitwa Scholastica Msel. Niombe ABC anayesimamia duka la Ifakara, Musa Matondo. Haleluya. Bwana awabariki. Hao ndio wainjilisti katika kanda hizi mbili, kanda ya Mlimba na Ifakara. Semina hizi zimeanza kwa kanda ya Morogoro na Gairo. Tulianza Ijumaa tarehe 13 na jana Sabato 14 tukahitimisha, na leo tuko kanda ya Ifakara ambapo tuna kanda hizi mbili, na hivyo tunamshukuru sana Mungu. Semina hizi zinahudhuriwa na wachungaji wa mitaa. Niombe kuwatambua wachungaji wetu waliopo. Mchungaji wa Ifakara Pastor Kuyenga, nadhani hajafika na yuko nje, tutamuona hapo baadaye. Na kuna maendeleo ambapo hakuna mchungaji, tuna mzee wa kanisa Masanja, naomba asimame apunge mkono, na yeye naona hayupo ndani. Mchungaji kutoka Marini naye naona hajafika. Nipende kuwatambua wazee wa makanisa, maana semina hizi wazee wa makanisa kutoka katika mtaa wa Ifakara, Malinyi na eneo hili la maendeleo, kama wapo naomba wasimame wapunge mkono. Wazee wa kanisa, barikiwa mzee, tunashukuru sana. Kutakuwa na karatasi ya mahudhurio, itakuwa inapita ili tuweze kutambua vizuri. Kuna karatasi ya wainjilisti wa vitabu, na hivyo sisi tutajisajili katika karatasi ile ya wainjilisti wa vitabu, lakini na wale vijana wa Think Big. Nipende kuwaona vijana wa Think Big wote walioko katikati yetu wasimame wapunge mkono. Vijana wa Think Big, amina, tunawaona hao. Sisi tutajisajili katika fomu ya wainjilisti wa vitabu na Think Big hapo. Lakini kuna fomu nyingine ambayo tutajisajili wachungaji wa mitaa, wazee wa kanisa na waratibu wa idara ya huduma za uchapishaji kanisani. Nipende kuwaona waratibu wa idara ya huduma za uchapishaji kanisani. Wasimame waratibu wa idara ya huduma za uchapishaji kanisani. Amina. Bwana awabariki. Kwa niaba ya kiongozi wetu wa kazi katika jimbo letu la Mashariki kati mwa Tanzania, kiongozi wetu wa kazi mwenyekiti Pastor Skazwe, nichukue nafasi hii na wasaa huu kuwaleta kwenu wakufunzi wetu ambao watasimamia mada mbalimbali. Nimlete kwenu mhazini wetu wa HES, naye si mwingine ni Elda Idama. Karibu upate maarifa ya kumjua Bwana na kumtangaza. Nimlete kwenu meneja wetu wa HES Pastor Chengula. Karibu Pastor. Amina. Tunamshukuru sana Mungu. Nimlete kwenu LMS Director, naye si mwingine
ni Pastor Msirikale. Naona ametoka, tutamuona hapo baadaye. Na nimlete kwenu mkurugenzi wa idara ya afya kutoka Union, naye si mwingine ni Dr. Kingu. Amina. Kwa namna ya pekee tunamshukuru sana Mungu kwa ajili ya kiongozi wetu wa kazi ambaye ameratibu semina hizi ngazi ya Union, naye si mwingine ni Pastor Msungwi. Nimlete kwenu kiongozi wetu Pastor Msungwi. Karibu Pastor. Amina. Tunamshukuru sana Mungu kwa jinsi ambavyo amewatumia viongozi wetu kuja kutuelekeza namna ya kutenda kazi, na hivyo tuombee semina hizi. Bwana atubariki, tukae kwa utulivu na tuweze kusikiliza kile ambacho Bwana amewapatia watumishi wake kwa ajili ya kutulisha. Nikaribishe kwaya ya wainjilisti wa vitabu wote kanda ya Mlimba na Ifakara kwa wimbo mmoja. Baada ya wimbo huo atasimama mhazini wetu kwa ajili ya mada maalum. Karibuni kwa wimbo. Yako kutoka miguuni pako, maana kazi unayoenda kukabidhi kuifanya ni takatifu. Kabla tujaomba, kizuizi kingine hiki cha ndani alichokifanya yeye, kikwazo alichokiweka yeye, fungu ya 12 anasema basi sasa enenda, nitakuwa pamoja na wewe na anapangua kile kikwazo, nitakuwa pamoja na kinywa chako. Kama shida ndiyo kinywa. Lakini fungu ya 13 inasema, akasema Bwana na kuomba tuma kwa mkono wake huyo utakayemtuma. Anakataa. Sio mimi. Kwani mimi niko peke yangu? Situmie mtu mwingine. Ni lazima mimi niende. Mbona wewe ni king'ang'anizi sana? Miujiza. Badilisha nyoka kuwa mti, kuwa nyoka. Sijifanye mara fanye mkono wangu kuwa ukoma. Tuma mtu mwingine. Nimeshakwambia hata mimi sijui kuongea. Kwani lazima iwe mimi? Nimeshakwambia mimi nina matatizo. Wewe umening'ang'ania. Tafuta mwingine. Sio mimi. Sio jambo dogo kihivyo. Unaweza ukatumwa na rais uende sehemu fulani ukakataa. Inahitaji ujasiri. Tena nasemea mtu wa jumla. Unaweza ukatumwa na mkuu wa wilaya ukakataa. Ujipende. Na nasema OCD, ninaomba uongee na huyo. Nimemtuma aende sehemu fulani akakataa. Hebu msikilize. Sio kwamba mpige, msikilize. Ana shida gani? Unafikiri atakufanya nini? Amesema tu OCD kwamba msikilize huyu mtu. Nimemtuma aende kijiji fulani apeleke hii barua, amekataa. OCD, hebu msikilize. Atakufanya nini? Huyo OCD atakufanya nini? Yaani unatumwa na bosi wangu unakataa. Haya, chuchumaa kabla ya mambo yote. Chuchumaa. Haya, kopro fulani, huyu mtu naomba umfundishe namna ya kutii watu wakubwa. Hapo yeye anaenda ofisini. Kuna adhabu fulani ilisemwa jana tukiwa kwenye gari kwamba unaweza ukaambiwa uoge kwa kisha upewe mche mzima, uhakikishe unaoga na unaumaliza. Utaoga masaa mangapi mche mzima? Wengine hata sio nimesema ngazi ya juu mno. Wewe utumwe
mabalozi alafu ukatae, utajua atakayokupata. Mabalozi wana nguvu, ataita wanamgambo tu, wanakuja amevaa ile kama ya sungusungu, hawataki uwaone usoni, wamevaa ngozi. Mimi ndiye mwanamgambo na anajificha ili asione, usijue kama kwamba ndiye jirani yako ana chini. Anakataa mambo ya serikali ya mtaa. Sasa Mungu anamtuma Musa, yeye ana mamlaka yote mbinguni na wapi na duniani, na kumwambia mimi nimeshuka niweze kuwaokoa ndugu zako watoke kwenye mateso, watoke kwenye miungu ya Misri, waje wanitumikie na kuniabudu katika mlima huu. Anasema hapana, mimi siwezi kwenda. Anakataa kwa sababu ya vikwazo. Vikwazo vya Musa huenda ndio vikwazo tulivyo navyo ambavyo vimedumaza kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu imedumaa kwa sababu ya uwezekano wakati mwingine hatukubali kutumwa na Mungu. Na hata tunapoifanya kazi ya Mungu tunaifanya kwa kutumia nguvu zetu. Hatutaki maelekezo wakati mwingine. Tunaimba sana kwamba mshiriki mmoja alete roho moja kwa nani? Kwa Yesu. Ndani ya mwaka mmoja huwa inafanyika. Si hakuna. Si hakuna.